这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Je, Nuhu atafanikiwa kujua ukweli wa familia yake? Hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri, iletwayo kwako kutoka kwa Hus, na inasomwa nami dada Sophie OG. Tuendelee. Nuh alikusanyika na Lina na Zahara katika kivuli cha mwamba mkubwa uliojaa moshi. Hewa ilikuwa nzito na mawingu ya kijivu yalikuwa yakizunguka angani kama ishara ya mvua kubwa inayokuja. Hata hivyo, Nuh alijua kuwa mvua hakuwa anayeogopa, ilikuwa bahari yenyewe aliyoishi na kuifahamu kwa undani. Lakini leo, mvumo wa maji ulionekana kuwa tofauti. Bahari haikuwa tena tu eneo la kutafuta riziki, ilikuwa na hasira, ikionyesha kutaka kujua zaidi, kutaka kudai haki. Lina, Nuh alizungumza huku akiwaangalia wenzake kwa umakini. Kunaweza kuendelea kukimbia na siri hii, au tutakutana na ukweli ambao bahari inatuficha? Lina alizungusha macho yake, akionyesha hofu iliyozunguka uso wake. Alikuwa na wasiwasi, lakini alijua kuwa Nuh alifikia hatua ambapo kuepuka siri hiyo kulikuwa kutojitambua. Alikuwa na huruma kwa rafiki yake, lakini alijua kuwa Nuh alikuwa na shauku kubwa ya kujua, na atafanya kila kitu ili kugundua ukweli kuhusu familia yake. Zahara aliinama chini, akijua kuwa safari yao ingeenda mbali zaidi kuliko walivyofikiria. Alijua kuwa bahari ilikuwa na nguvu za kushinda kila kitu, lakini alikuwa na wasiwasi kuhusu Nuh kujua kila kitu. Aliendelea kusema kwa sauti ya chini, bahari ni sehemu yenye nguvu isiyoweza kueleweka. Lakini ukweli ni kuwa, kuna vitu vingi ambavyo vimejificha chini ya mawimbi. Ikiwa unataka kujua, utalazimika kuvua uso wa maji na kuangalia kwa makini. Nuh aliketi chini na kuangalia mawimbi yaliyovuma mbele yake. Akiwa na mikono yake chini ya kifua, alijua kuwa safari yao ingekuwa ya hatari. Alijua kuwa kila hatua aliyochukua ingeweza kumleta karibu na ukweli au kumpeleka mbali zaidi na ndoto yake. Lakini alikuwa na udhamini wa kipekee. Bahari, licha ya kuwa hatari, ilikuwa nyumbani kwake, na aliishi kwa sauti za maji na mawimbi. Muda ulisogea na mvumo wa bahari uliongezeka. Kila mawimbi yaligonga mwamba kwa hasira, kana kwamba yakimwambia Nuh kuwa ilikuwa wakati wa kutafuta. Nuh alikusanya nguvu zake na kujiambia kuwa yeye ndiye aliyechaguliwa na bahari. Alikuwa na jukumu la kugundua historia ya familia yake na kujua kile kilichofichwa na bahari. Kwa hatua moja ya ujasiri, alielekea mtoni, huku akiguswa na mawimbi yaliyojaa siri. Alienda mbali, akijua kuwa leo ilikuwa siku ya kwanza kugundua visiwa vilivyozama na mikono ya maji. Alijua na kuielewa bahari, lakini sasa alikuwa na hamu ya kujua zaidi na kuondoa kivuli kilichokuwa kimejificha katika historia ya familia yake. Nuh, Lina na Zahara walikuwa wakisafiri kwenye pwani ya mji wa zamani. Mji uliojaa historia na mikondo ya maji ambayo ilikuwa imefichwa kwa miaka mingi. Walikuwa na miongoni mwa mashujaa wa zamani ambao walikuwa wakiishi na bahari. Lakini leo walikuwa wakitembea katika njia za kutafuta ukweli unaojificha kwa kina cha maji. Zahara alijua kuwa walikuwa wanakaribia kugundua kitu cha kipekee. Alikumbuka simulizi alizosikia kutoka kwa wazee wa zamani, simulizi za vizingiti vilivyokuwepo chini ya mawimbi, na hadithi za viumbe wa baharini walio hai, lakini walikuwa wamejificha kwa mamilioni ya miaka. Unajua Nuh, Zahara alisema huku akiwaangalia wakiwa wanatembea kwa umakini, bahari ina siri nyingi, na baadhi ya siri hizi ni za zamani sana. Familia yako ina historia ambayo inahusiana na nguvu za maji. Watu wa zamani walijua kwamba maji yanaweza kuleta uhai na pia yanaweza kuleta kifo. Ili kuishi na maji, lazima uwe tayari kukabiliana na giza la ndani ya maji.
Nuh alikusanya pumzi yake, akitafakari maneno ya Zahara. Alijua kuwa bahari ilikuwa sehemu ya maisha yake, lakini kumfanya kujua ukweli kuhusu familia yake kungeweza kumtumbukiza kwenye giza la bahari ambamo alikuwa hajawahi kufika. Lina, akiwa kimya kwa muda mrefu, alisimama na kutazama mbele. Na Yuzike Tama, kwa miaka mingi umekuwa na bahari, na sasa umefikia hatua ya kujua ukweli. Hatutakiwi kuogopa giza, kwani ndicho kinachotuongoza kwenye mwanga wa ukweli. Walifika kwenye mji wa zamani uliojaa mawe yaliyotumika kama makazi ya wazee wa zamani. Maji yalikuwa yametulia, yakielea juu ya miji iliyozama, huku majumba ya kifalme yakionekana kwenye visiwa vya mbali. Walikuwa wakichunguza mazingira hayo, lakini walijua kuwa mji huu ulikuwa na siri kubwa. Nuh alitembea mbele na akaangalia kwenye mto wa zamani, uliojaa mawe ya zamani ambayo yalikubaliana na mawimbi ya bahari. Huu ulikuwa mji wa zamani wa Atlantis, mji ambao historia yake ilijificha chini ya maji kwa miaka mingi. Kama bahari ilikuwa na historia kuhusu familia yake, basi hapa ndipo Nuh alijua atapata majibu. Aliamua kwenda mbali zaidi, akitembea kwa ujasiri katika kivuli cha mji wa zamani, akijua kuwa safari hii ingetawala hadithi yake. Safari yetu haijaisha, alijisemea kimoyo, ukweli uko mbele yetu. Na kwa hatua ya 3, alijua kuwa safari yake ilikuwa kwanza. Na giza la bahari litaendelea kumfuata hadi apate ukweli wa familia yake.